Habari gani? Majidi Mjengwa, ningali maonyesho ya Nane Nane Uzuguni Dodoma, na leo ni tarehe 8, siku kuu ya wakulima, siku kubwa, watu wengi, kuna mabanda ya maonyesho. Isingewezekana kabisa kwangu kuto kulitembelea banda la Bodi ya Chai. Mimi ni mpenzi wa chai, na kwenye banda la chai nakutana na Mwanamuinga Godlove. Yeye ni afisa mkuu mipango, lakini pia uhamasishaji kwenye Bodi ya Chai Tanzania. Karibu sana. Nashukuru sana. Mwanamuinga, mimi nimekuja hapa kwanza ni wapongeze na ni furahia ukarimu wenu. Hili ndio banda pekee katika mabanda mengi ambayo kinywaji chai unakunywa bila kulipa, na mimi nimekuwa mmoja tembeleaji na napenda chai, na chai yangu Mwanamuinga mimi haina sukari. Miaka yote zaidi ya miaka 38 na kunywa chai bila sukari. Ni chai, na hii ni golden tea, chai yenye ladha nzuri sana inayozalishwa Tanzania. Sasa wanaotutazama, hii inaitwa ufafanuzi yakinifu. Kuna mambo ambayo yanahitaji ufafanuzi yakinifu, credible explanation, ili watu waweze kumeza, kuelewa tunapohusiana na chai. Sasa chai ni moja ya sekta ambayo serikali kupitia budget yake imeweka pesa nyingi ya kilimo. Sasa Wizara ya Kilimo, sasa mimi nitakuuliza kama mnafaidika nini, sababu ndani ya miaka 4 bajeti ya kilimo imeongezeka sasa maradufu. Sio hapana, kwa maana ya bajeti ya 21-22 bajeti ya kilimo ilikuwa bilioni 294 Tanzania nzima, lakini sasa 25-26 ni trilioni 1.19. Je, Bodi ya Chai inasaidia nini ongezeko hili, kuongeza tija ya kwenye chai? Nashukuru Bwana Majidi kwa swali lako zuri. Ni kweli uko sahihi kabisa. Kwa bajeti ya mwaka 2026/27 serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeongeza bajeti ya kilimo, na katika bajeti hii sisi sekta ya chai tumefaidika vile vile. Tumefaidika vipi? Kwani tumepata katika mnyororo wa thamani wa chai, tunaanzia shambani ili tuweze kuzalisha chai bora, na tukishazalisha chai bora ambayo ni majani mabichi, hiyo chai bora ikishazalishwa shambani ndio inaleta chai nzuri bora mpaka sokoni. Kwa hiyo katika bajeti hii tumefaidika na pembejeo kupitia mbolea. Serikali imetupa ruzuku ya mbolea. Kwa hiyo wakulima wetu kwa sekta ya chai wananunua mbolea kwa bei ya chini badala ya kununua mbolea ya bei ya soko. Kwa hiyo bajeti hii kwetu sisi imetusaidia sana upande wa uzalishaji wa chai. Lakini si hivyo tu, bajeti hii vile vile sisi sekta ya chai imetusaidia upande wa umwagiliaji. Serikali itajenga miundombinu ya umwagiliaji kwenye block farms kwa wananchi ambao watakuwa wanaushika kwa pamoja, itajenga miundombinu. Ingawa serikali inashirikiana na sekta binafsi kuhamasisha vile vile kujenga miundombinu ya umwagiliaji kwa makampuni ambayo yana uwezo. Sababu kwenye sekta ya chai kuna wakulima wa aina mbili. Kuna wakulima wadogo, kuna makampuni makubwa. Makampuni makubwa haya yana uwezo wa kuweka miundombinu ya umwagiliaji, lakini hawa wakulima wadogo wanahitaji msaada kutoka serikali. Kwa hiyo serikali yetu hii ya awamu ya 6 imekuja na mpango wa PPT, Public Private Partnership, ushirikiano wa sekta ya umma pamoja na sekta binafsi. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo. Kwa hiyo sisi sekta ya chai kupitia Wizara ya Kilimo, kupitia Bodi ya Chai tumefaidika vile vile na upande wa kutangaza masoko tukishirikiana na wadau wetu. Basi hapa tuweke nukta hapo. Sawa. Hapa kwenda kwenye masoko inahusu pia kuongeza thamani kwenye mnyororo wa thamani juu ya zao la chai. Mnafanyaje nyinyi katika kuongeza thamani ili kuweza kufanya chai iwe na thamani zaidi ya ilivyo sasa? Ni kweli kabisa, kama nilivyoeleza mwanzoni kule kwamba chai tunazalisha majani mabichi. Yale majani mabichi tunazalisha majani bora.
ambayo tumetumia pembejeo ambayo tumetenga ruzuku kutoka serikali. Yale majani mabichi yale ambayo ni malaini yamezalishwa bora huwa yanapelekwa kiwandani, yanachakatwa, yakishachuma yatakiwa ndani ya masaa 8 yapelekwa kiwandani. Yakapelekwa kiwandani kwa yanachakatwa. Yakishachakatwa tunapata chai kavu. Chai kavu hiyo inaweza kukaa kwa miaka 3 kama itatuzwa vizuri. Kwa hiyo tunaongeza thamani kupitia viwanda vya kuchakata chai ili tupate chai kavu ambayo inaweza kudumu kwa miaka 3 na ambayo tutapata soko zuri nje na ndani na nje. Naweka nukta hapo ya kuelewa. Sasa tunakuja kwenye uzalishaji na wazalishaji, vitu viwili tofauti, na tija katika uzalishaji. Wazalishaji wa chai mnaongeza kwa namna gani ili kuongeza sasa pato zaidi, na uzalishaji tija yake ikoje kwenye productivity? Tija ya uzalishaji wazalishaji wote wamegawanyika sehemu mbili. Kuna wakulima wadogo na wakulima wakubwa. Wakulima wakubwa tunajaribu kuwahamasisha, na wenyewe vilevile wanafaidika na hizi mbolea za ruzuku, na vilevile serikali kuna baadhi ya kodi imezifuta kama ile VAT imejaribu kuzipunguza hizo. Vilevile hizo kupitia hizo pembejeo za ruzuku kutoka serikali imejaribu kuhamasisha wawekezaji wakaongezeka wa makampuni makubwa. Lakini si hivyo tu, hata wakulima wadogo vilevile wameongezeka kutokana na hizi kampeni za serikali za kuweka pembejeo ambayo ni bei kubwa, pamoja na kuweka mazingira mazuri, sera nzuri na mazingira mazuri ya uwekezaji. Kwa hiyo tija ni kubwa, imeongezeka ya wakulima wadogo na wakulima wakubwa vilevile. Kwa hiyo uzalishaji wetu tunategemea kwa mwaka wa fedha unaokuja huu utaongezeka mara 2 zaidi. Nukta nyingine tunaiweka hapo, tumeeleweka. Sasa nataka swali langu lingine linahusiana na utekelezaji wa dira ya maendeleo 2030. Moja ya nyenzo zilizozinduliwa kwenye kufanikisha hilo ni mawasiliano, na mawasiliano yanahusiana na elimu, maarifa, taarifa kwa umma. Bodi ya chai mnafanyaje kupeleka hilo, kufikisha huo ujumbe na faida na fursa zilizopo katika chai kwa umma? Swali zuri. Kama nilivyosema kwamba sisi bodi ya chai sisi sio wazalishaji. Sisi tunasimamia sekta ya chai kwa kusimamia kwa niaba ya serikali kupitia Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo taarifa zile muhimu za kuongeza tija pamoja na uzalishaji tunapitia upande kwa kupitia vyombo vya habari. Vilevile tunapitia kwenye maonyesho mbalimbali, kushiriki 88, 77. Vilevile tunashiriki media za kimataifa, na vilevile kupitia mawasiliano ya email na mawasiliano ya simu. Tunatumia hizo majukwaa yote hayo ili kufikisha ujumbe kwa wadau wetu kuhusu masuala ya chai kwa ujumla. Maana wewe pia ni mhusika wa uhamasishaji, hiyo ni sehemu ya kazi yako kabisa. Zamani nikiangalia umri wako na mimi, kulikuwa na moja ya kampeni kwenye redio na ikatufanya wengine tuitambue chai, kusema wakati wowote ni wakati wa chai. Aina ile ya kampeni ilikuwa nasikika, mimi sisikii siku hizi, na ungeweza kuzifanya katika usasa zaidi katika zama hizi za kidijitali. Ni kweli kabisa, tumeliona hiyo sisi bodi ya chai kupitia Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo serikali imetuwezesha, tutarudi tena kwenye media, kwenye TV na kwenye radio tena kuja kuwakumbusha Watanzania kampeni faida za kunywa chai na faida za kuwekeza kwenye chai. Tutarudi huko. Ni kweli tuliumba hapa katikati kutokana na ufinyu wa bajeti. Lakini tunashukuru katika bajeti hii ya mwaka 2026-2027 serikali imetutengea bajeti, tutaingia kwenye media, na ndio maana tuko hapa 88 kuhamasisha wananchi wanywe chai na faida. Tunaweka kituo kuja kwa wao vijana. Asilimia kubwa ya Watanzania kwa mujibu wa sensa yetu zaidi ya 70 ni vijana, kina mama vijana. Wengi hawana ajira. Unawaambia nini kwa kitu kimoja au viwili, kwamba chai ni fursa ya wao kutengeneza fedha kupitia moja kwa moja shambani na kwa yote yenye kuhusiana na chai kwa kifupi? Asante sana mtangazaji. Ni kwamba nawasihi sana vijana, moja ya sehemu pekee ambayo ni fursa nzuri ambayo ni ajira ya uhakika ni kwenye sekta ya chai. Nawasihi vijana waje wawekeze kwenye sekta ya chai. Wanaweza kaa hawana mitaji. Sasa wanafunzi vijana ambao wanamaliza vyuo vikuu hawa wanaweza wakajiunga kama kundi. Kwa mfano, tunashukuru serikali imeanzisha mfumo wa BBT. Wanaweza wakajiunga kama kundi, wanapewa block farm, serikali inawawezesha. Kuna dirisha hilo. Tena tunashukuru kwenye sekta binafsi, serikali imeweka mfuko kule, sekta binafsi na umma.
vijana hawa wakajiunga kwa pamoja, wakapewa mashamba, wanaweza kupata fund kutoka kwenye ule mfuko binafsi ule. Waje wawekeze kwenye chai, kwa sababu chai ni zao la kudumu ambalo unavuna kila siku. Kwa hiyo tunawasihi vijana waje kuwekeza kwenye sekta ya chai, watawezeshwa. Nukta hiyo nyingine, wanaokutazama vijana, umewahamasisha kwa moja ya kazi yako kubwa hiyo. Sasa tunawaambia watu waingie kwenye sekta ya chai. Wengine ni vijana ambao wanakunywa chai lakini hawajui mbegu za chai zinapatikana wapi. Sasa swali, chai ni mbegu, chai ni mche? Sisi tunasoma kidogo tunajua kuna ile wanaita Camellia sinensis ndio chanzo cha chai. Sasa wewe wafafanulie zaidi, ni mche, ni mbegu au ni kitu gani na wanapata wapi? Nikianza na chai ni mche, ni mbegu ya mche. Chai ni mbegu ya mche ambayo inaoteshwa. Kituo kidogo. Chai ni mbegu ya mche ambayo inaoteshwa kwenye kitaro. Ndio ile Camellia sinensis. Camellia sinensis. Yeah. Inatoa tunda, linatoa mbegu. Yes. Sasa huyu kijana anataka kuingia kwenye kilimo cha chai, aanze kufikiri sasa hivi, atatafuta miche, atatafuta mbegu? Atatafuta miche. Bahati nzuri serikali yetu ina sera nzuri sana. Kwa Tanzania mpaka sasa hivi kwenye sekta ya chai miche inatolewa bure. Serikali inatoa ruzuku ya miche. Kwa hiyo mtu ambaye anakuja kuwekeza kwenye miche anapata bure. Ambaye anataka kuwekeza kwenye chai miche anapata bure. Na hiyo miche inapatikana TARI kupitia TREAT kule Mfindi. Kwa hiyo tunawasa vijana na wawekezaji wapya waje wawekeze kwenye sekta ya chai. Kwenye gharama ya miche watapewa bure kupitia TARI. Serikali imeweka ruzuku pesa kule, budget kule. Muhimu sana, na hapa ndio tunahitimisha. Unapata bure miche ya chai bila kutoa chai. Unajua ukisema hivi unafahamu hakuna chai. Akija hapa anapata chai miche bila kutoa chai, kwa maana hakuna. Zamani ikisema chai ilikuwa na maana rushwa, si ndio? Ndio. Hicho hakipo. Hakipo kabisa. Chai ya namna hiyo haipo, isipokuwa kuna chai, miche ya bure kabisa. Mimi nikushukuru sana kuwapitisha kwenye ufafanuzi yakinifu. Asante sana. Na mimi nakushukuru sana. Na asante pia kwa chai. Karibu tena. Guarantee chai ya dhahabu. Ya dhahabu. Asante sana. Asante.